shida iko mahali ingine. I really want to thank God today, Your Excellency, for coming to Makueni. Na niseme ya kwamba pia umekuja na viongozi shupavu. Naomba Mheshimiwa Gathoni wa Muchomba, Member of Parliament, ambaye tulikuwa na wewe mbunge, uje hapa mbele usalimie watu wa Kalawa na ulete ujumbe kutoka Kiambu. Mpigie makofi. Mheshimiwa alisimama na Deputy President, the People's Deputy President, alisimama naye mpaka dakika ya mwisho na hakukubali kununuliwa kama wengine waliuzwa kama mbuzi sokoni. Hiyo ni yeye amesema. The family of the late matriarch of the community wakiongozwa na bishop wetu Bishop Pius Muiro ambaye naita baba yangu, mabishop wengine na clergy yote representation, my senior and my leader, the deputy president that I voted for, the second deputy president of the Republic of Kenya, His Excellency Geoffrey Rigathi Gachagua, na mama Pastor Dorcas wetu, senator wangu kutoka Kiambu, Senator Karongo, mheshimiwa wangu ambaye naenzi sana, Senator Maanzo, ambaye tulijuana na yeye kabla hata sijachaguliwa, alikuwa wakili wangu. Kuna pahali alinisimamia vizuri, na baba yetu kutoka kule Kiambu na Nairobi, baba yao Waitito, na wananchi wa Makueni na wageni. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeokoka vile tumeokoka hapa Tanguvu, sema amen vizuri. Si tumeokoka Tanguvu? Tumeambiwa hatutaomba ruhusa ya kuokoka. Sasa huku ndiko Makueni, kule kunajulikana na maembe tele. Wale watu ambao wanapiga kura, wanapigia Kalonzo Musyoka kura kila wakati, jipigieni makofi nyingi. Ni watu wangu. Munapenda wageni, munapenda warembo, munapenda wanasiasa ambao wanaongea ukweli on behalf of the people of Kenya. Na uliza swali, mulikosea kuchagua huyu kijana? Huyu tunamuitanga wakili mwepesi, kila wakati ako available. Naomba mpigie senator wenyu makofi ya nguvu. You have not gone wrong by electing this wonderful senator ambaye hana mipaka. Juzi Karongo Wadhangu alikuwa ametetemeshwa na DCI. Wakwende kabisa, washidwe kabisa. Akapelekwa kutoka Kiambu, akapelekwa Nyeri. Tukaenda Nyeri the whole day. Mimi ni mama, mimi ni bibi, mimi ni mwana, ni kiongozi. Nikawesta whole day kwenda kutetea senator wangu. Huyu wakili wetu, senator wa Makueni, akashinda na sisi from morning to evening mpaka the next day. Tukaenda kwa DCI headquarter, akatufuata na haangalii kama sisi ni wa Makueni ama sisi ni wa Kiambu. Sijameni, mpigie huyu senator makofi mazuri. Ndio maana nikasema nitatoka Githongori, pahali tunalima maziwa, pahali naambiwa ng'ombe zetu zitawekwa sindano, ziache kufanya hivyo. Ati ziache kufanya nini? Hivyo. Huku mnasemanga aje kwa Kikamba? Weka hata. Ati gwe? Kusuria. Kusuvia. Kusuvia. Nimetoka huko na huko tumesema hatutaki hiyo maneno. Sisi tunataka tupatiwe chakula ya rais, chumvi ya rais, tupatiwe mangunia ya heshima, tupatiwe ndoo za maziwa, kula za maziwa, tulime maziwa. Hiyo maneno ya kupatiwa chanjo kutoka sijui nchi zingine zikuja zituharibie livestock zetu, sisi tumekataa. Nyinyi mko na nini na ng'ombe huku? Mko na mbuzi? Hata punda nimeona nyingi kwa barabara. Mnataka zipatiwe hiyo chanjo? Hebu niambieni, mnataka chanjo? Hata nyinyi mmekataa? Basi jipigieni makofi, nyinyi ni watu wazuri. Your Excellency, my Deputy President, the second Deputy President of the Republic of Kenya, Bwana Rigathi Gachagua. Nilikuwa nimefika hapa kwa constituency nyingine na hapa chini. Kwa hivyo hapa Makueni mimi si mgeni. Na nikaambia hao majamaa wetu hawa wa Ukambani, sijui kwa nini wanaendanga bahari kupiga watu wakati wa kupiga kura. Sijui ni kwa nini wanadanganywa. Wanaenda wanatuacha kwa hii mlima. Sisi kwa tunipale kwa ile mlima.
Si kwetu ni Nova? Kwetu Nova? Wanatuacha hapa. Wanaenda wanadanganywa mpaka kule kwa Lake Victoria. Walifanya hivyo 2013 wakadanganywa. 2022 wakadanganywa. Sasa mtakuwa watu wa kudanganywa kila wakati na mnatuachaga hapa. Sasa tumeamua 2027 akiangai hamutadanganywa. Ni ukweli ama si ukweli? Wangapi wanasema ni ukweli, hamutadanganywa tena? 2027 sisi tunataka tuungane, tufanye timu moja, goal moja, na lazima tutascore. Gathoni wa Mushoba akiwa hapo, Karongo wa Dhangwa akiwa hapo, Rigathi wa Gachagua akiwa hapo, Mseneta Maanzo akiwa hapo, tutasonga na tutaingiza goal, na tutaacha hao watu wanatuita mapepo washindwe na mapepo yao katika jina la Yesu. Niwaulize swali. Ni vibaya tukiungana Wakamba na Wakikuyu? Ni vibaya mkiingia katika Gema Association? Ni vibaya tukisukuma mmoja wenyu hata yeye aingie State House aonje chai ya State House? Mtatusaidia, tusaidiane. Mtatuweka huko ndani kwa hiyo mpangilio. Wangapi wangetaka twende timu moja nione? Kuisha maneno. Mkiwa na harambee hapa mtuite, tutakuja. Sisi tuko na mali, tutaleta. Mkitaka kuoa wasichana wetu mkuje haraka kabla hatujamalizwa na pombe baya kule kwetu. Mkuje mchukue wale wasichana wazuri. Nyinyi vijana mkitaka kupata kazi kule kwetu mkuje. Tuko na ng'ombe na tuko na boma nyingi, tutawapatia kibarua. Na nyinyi mtutapatie shamba huku, naona huku shamba ni kubwa sana. Mimi nipate kidogo, Rigathi Gachagua kidogo ajenge boma, tu tunakuja hapa kuiba Mugithi. Sio ni mzuri? Mimi nataka tushikiliane, tupatane. Ya mwisho, mimi ni mama. Na mimi kama mama ninaendelea kutetea mama ambao wako na haki ya kujifungua kama vile nilijifungua. Na tuwezi kuwa ya kwamba kazi yetu ni kutoa tax katika serikali yetu, lakini ikifika wakati wa mama kujifungua anateswa huku. Akienda kupata mtoto anaambiwa sijui 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 shif, haifanyi kazi. Kwetu tunaita shifo. Hata tunaita nini? Shifo hafanyi kazi wa mama wanapojifungua. Mimi natetea wa mama wote wa Kenya. Nasema ni haki for a mother to give birth. It is a right enshrined in the Constitution of Kenya. Na lazima mama ambaye anajifungua apatiwe heshima, apatiwe haki yake, na apatiwe dignity yake. Wamama ho! Hebu mseme kwa nguvu kwa sababu nyinyi ndio mnajua vile nasema. Wamama ho! Wamama hai! Wamama wa Kenya wapatiwe nafasi wajifungue in dignity and in respect. Sio maneno ya kwenda kuambiwa ati hakuna gloves, hakuna nini na mtoto anataka kutoka. Na mtoto hapigangi hodi. Akitaka kutoka anatoka kwa raha zake na heshima zake. Ukweli sio ukweli? Kwa hivyo nataka kutangaza nikiwa hapa Makueni. Kama mnashughulika na hiyo maneno ya SHA, the first priority you should take care of ni hiyo maneno ya maternity healthcare in Kenya. Lazima wamama wa Kenya wapatiwe heshima yao. Na hiyo maneno ya kwenda kwa hospitali wanaitishwa pesa mbeleni before they are treated, ati sijui hajawapanywa ile inaitwa populations means. Hiyo maneno ya kupimwa utakuwa unalipa pesa ngapi kwa hiyo shifu na SHA na shifo. Hiyo maneno mjue mtoto hapigi hodi wakati anafika. Naomba kama waziri wa health ananisikia na PS Kimutai wa health ananisikia, naomba hiyo circular mlitoa tarehe 15 November ambayo mlitoa mkasema anybody going for primary health care kwa dispensary kwa familia moja kule bunge tulikuwa tumepitisha iwe 44,000 shillings per day per person. Mukapunguza kwa hiyo mema mlitoa 15th November. Mukatoa from 44,000 per person mukaweka 79 shillings per person per day. Hiyo ni ukora, na hiyo sio ile tulipitisha kule bunge. Wewe PS Kimutai, hiyo mema ulitoa 15th November. Hiyo we are declaring it invalid. Wewe unatetea watu wa Kenya. Wewe sio mjumbe. Rudisha ile tulipitisha bunge ya kuhakikisha kwamba primary healthcare in Kenya
is equitable and accessible to every Kenyan who needs primary health care in Kenya. Kama nimeongea kizungu nyingi nipigiwe makofi, kwa sababu ni haki yangu kuwatetea. Na waomba kwa kunyenyekea sana. Hii kaunti inaongozwa na mama anaitwa Wavinya Wandeti na ni rafiki yangu. Hapa kuna mama kaunti rafiki yangu sana anaitwa Rose wa Museo. Na hapa kuna senator rafiki yangu sana anaitwa Maanzo. Kama kuna kaunti tunategemea mtu support sisi watu wa Mulima North, mumesema nyinyi ni Mulima South. Na waomba kama kuna kaunti tutakuwa tunatarajia ya kwamba ile njia tutaenda na nyinyi ni hii. Msituachilie. Mtatuachilia? Haki ya Mungu tumeonyeshwa madharau nyingi, wacheni hiyo itoshe. Huyu mzee wetu alifurushwa, mliona vile tulilia. Wameenda wametua security yake. Wameanza kusema sijui nini, hawezi enda mazishi huku Central, wanampangia jama ya kumchapa. Lakini my deputy president, I want to remind you that the clouds that were gathering against you, God has already scattered them. God has already scattered them. And whoever was behind those clouds, the wrath of God is upon them. They will never sleep at peace because they scattered what God had gathered. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tuseme, nimebehave vizuri mbele ya wachungaji? Si nimekuwa kama mtu ameokoka? Si nimeonyesha kwamba leo nimeokoka? My Bishop Moiro, newehia wakwa. Asante sana Mheshimiwa Gashomba. Penda